يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله تبارك وتعالى واتبعوا سنة نبيكم واعلموا أن الفوز للمتقين. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكتك زيادة صالنا سلام زموينه mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikuhusieni sawa na kuiasa nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah tabaraka wa ta'ala na tujitahidi kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hakika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kuhisabika wale wote miongoni mwetu watakaokuwa tayari kujipamba na sifa walizopambika nazo wacha Mungu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe nasi kwa sifa zile zile alizowapamba nazo waja wake wacha Mungu. Allahumma amin. Ikhwatal iman, katika muda huu mchache tutakaowafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kumbushana jambo katika majambo, na itoshe kichwa na kitakachokuwa ndio rejeo letu katika khutba yetu hii ni ile aya katika suratul Isra au suratu Bani Israil, sura ya 17 aya yake ni ya 23, aya maarufu. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ikhwani, tufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha jambo la yeye kuabudiwa na kupekeshwa na jambo hili zito ambalo tunakumbushana kwa muda huu mfupi wa siku hii. Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha jambo la kuabudiwa yeye peke yake, pamoja akafuatisha baada ya kusema hilo na jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha hilo pia na alipokuwa akitoa tahadhari ya watu kujiweka mbali na shirki, kumshirikisha yeye na asiyekuwa yeye. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao ni wenye kumpwekesha yeye na asipate nafasi yoyote katika milki na zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, na ameamuru Mola wako asiabudiwe mwingine yoyote mwingine isipokuwa yeye, wa bil walidayni ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Na katika aya nyingine akasema wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala usimshirikishe yeye na chochote, lakini hili jambo wazazi wawili wafanyiwe wema. Na katika aya nyingine akasema qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Sema Muhammad, waambie, watangazie, ta'alu, njoni nikwambieni yale ambayo Mola wenu amekuharamishieni juu yenu. Alla tushriku bihi shay'a, msimshirikishe Mola wenu na yeyote mwingine. Wa bil walidayni ihsana, na wazazi wawili wafanywe wema. Ikhwani, kwa yule ambaye anatafuta anwani kipi ambacho ataka kuzungumza khatib, kifupi na maneno machache, makanatu birril walidain, nafasi ya wema kwa wazazi wawili. Huu ndio ujumbe wetu katika khutba yetu ya leo biidhnillah tabaraka wa taala. Hizi ayati ambazo tumezisoma zinatoa picha ya kuonyesha martaba na nafasi ya jambo hili la wazazi. Pengine tushasikia katika nasaha mbalimbali na katika maongezi mbalimbali, lakini hizi ayati zinatupa kutasawar,
kuvuta picha martaba gani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka jambo hili la wazazi. Ikiwa yuko miongoni mwetu ambaye analichukulia kwa namna hiyo, basi khutba hii inakwenda kutukumbusha katika nafsi zetu tuone nafasi hiyo ya wema kwa wazazi katika dini yetu hii ya Uislamu. Ikhwani, hatuzungumzii zile wasaya bado ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amesema ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. mahala pengine akasema ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. sehemu nyingine akasema ووصينا الإنسان بوالديه. hakika tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu kuwafanyia wema wazazi wetu. rawa al-Imam al-Bukhari fi sahih. الإمام البخاري أنا بوكيه كتك صحيح صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسمع عبد الله بن مسعود رضي الله زوجه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلipata muuliza mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake, ayul amali ahabbu ila Allah, ni amali gani, ni jema gani, ni wema gani unaopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, as-salatu ala waqtiha, sala inaposaliwa ndani ya wakati wake, kitendo hiki kinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu thumma ay, kisha nikasema, Abdullah asema nikasema kisha nini ya Rasulullah? Faqala birrul walidain, akasema rehma na amani ziwe juu yake wema kwa wazazi wawili. Qultu thumma ay, nikasema kisha nini ya Rasulullah? Faqala alayhi salatu wassalam aljihad fi sabilillah, akajibu mtume rehma na amani ziwe juu yake jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kwa yule ambaye amesikia hadithi, Allah subhanahu wa ta'ala anaweka birrul walidain katika martaba ya pili baada ya ibada yake, kuliko dhirwati sanami alislam, kuliko kilele cha juu cha Uislamu, huwa aljihad fi sabilillah. Jihad, na inajulikana qimma, uzito wa jambo hili, lakini limewekwa nafasi ya tatu kuliko birrul walidain. Hii inatoa kuangalia, kila mmoja akaangalia namna gani mambo haya Allah subhanahu wa ta'ala anayazungumza na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayaashiria katika mafundisho yake. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao wamepokea hadith ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu zimuendee yeye pamoja na baba yake, anna rajulan, yuko bwana mmoja, ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimuendea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yastadhinuhu fil jihad, anamuomba ruhusa ya kwenda katika ardhul ma'raka, kwenda kutetea Uislamu na kwenda kuhamiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hajakataza hicho, anaomba ruhusa kijana huyu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, ahayyun walidaka, mzazi wako, wazazi wako wako hai? Qala na'am, akasema ndivyo wako hai. Akamwambia fafihima fajahid, haya rudi, nenda ukafanye jihadi kwa wazazi wako wawili. Na hili wakitueleza maulama wanasema hapa ni katika mazingira ambayo jihadi itakuwa ni fardhu kifaya, itakuwa ni fardhi ambayo inajitosheleza. Watakapoinuka baadhi ya watu kuhami, basi sakata al-amru anil akharin. Lakini ikiwa katika mazingira ambayo jihad ni fardhu ain ala kulli muslim, basi hapa ni sote tunatoka na itatangulizwa jihad kabla ya birrul walidain. Ikhwani, haya yanatuonyesha, tuinuna, yanatusaidia ala tasawwur, kuvuta picha nzuri ala martabati hadha al-amr, juu ya nafasi ya jambo hili fi dinillahi ta'ala, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, bal min al-ajab, lakini katika maajabu zaidi ambayo tunayasoma kila siku na tunahitaji kuyazingatia zaidi ni ile aya tunayosoma, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma
wasahibahuma fi dunya ma'rufa wa in jahadak. Kuna wengine hawajapata bahati nzuri, wamepata wazazi ambao si wema. Wa in jahadaka, hata kama itakuwa ni wazazi ambao si wema, shirika bi, juu ya wewe kunishirikisha mimi ma laysa laka bihi ilm, katika mambo ambayo huna ujuzi nayo wewe, wanakuvuta. Si kuwa wamekwambia peke yake wakamaliza pale, la, badala juhdahuma litushrika billah, wamepoteza nguvu zao, wanafanya kila hali na mali ili wewe umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fala tuti'huma, katika hilo usiwatii, kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maneno ya ajabu zaidi na ya kuzingatia zaidi ni yale yaliyokuja baada yake, baada ya kuletewa habari hii, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, nasuhubiana nao wazazi wako katika maisha haya ya dunia kwa wema. Allah, hata wazazi wa namna hii, sahibuhuma fi dunya ma'rufa, suhubiana nao katika dunia hii kwa wema, bado wema wako unahitajika, hata kama itakuwa ni wazazi ambao wamezama katika shirki. Subhanallah wa bihamdi. Ikhwani, hii ni nafasi ya wazazi wawili, wema wetu kwao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad. Al-Imam al-Bukhari anapokea katika Adab al-Mufrad anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, asema mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhtu ar-rabb fi sakhti al-walid. Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziko sambamba, ziko pamoja na radhi za mzazi, na hasira za Allah ziko sambamba, ziko sawa na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Warawa al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad aidan, na Imam al-Bukhari amepokea pia katika al-Adab al-Mufrad hadithi nyingine, anna Rasulullah sallallahu alayhi, anna rajulan, yuko bwana mmoja, ata ibn Abbas, alimwendea Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, radhi za Allah zimuendee yeye pamoja na baba yake. Qala lah, amemwambia, akamwambia habari hii, inni khatabtu imra'atan, mimi mara moja nilikwenda posa binti mmoja niliyopendezewa naye, nilimpenda binti yule kumuoa, nikaenda nikapeleka posa kwao, faabat an tankihani, akakataa kukupokea posa yangu, kukubali kuolewa nami. Wa khatabaha akhar, baadaye akaenda akaposwa na jamaa mwingine, akakubali, fahabbat an tankihahu, akapenda kuolewa naye. Faghirtu alaiha, ukanipanda wivu na chuki donge katika moyo wangu, faqataltuha, nikafanya juu chini mpaka nikamuondoa duniani binti yule, nikafanya ya kufanya mpaka nikapelekea na kusababisha kuondoka kwake duniani. Fahali min tauba, mimi ninayo toba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas akamwambia, a ummuka hayy, hivi mama yako yuko hai? Hal ummuka hayya, yuko mama yako hai hapa duniani? Faqala ibn Abbas, hal ummuka hayya, Abdullah anamuuliza swali, mama yako yuko hai? Faqala la, kijana anasema hapana, mama yangu tayari ameshatangulia mbele za haki. Qala ibn Abbas, Abdullah akamwambia, fatub ila Allah, basi nenda ukatubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataqarrab ilayhi mastata'at, najikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri utakavyo wepesishwa. Fadhahaba ar-rajul, mtu yule akenda zake. Baadaye kidogo, fajaa Ata, akaja Ata ibn Abi Rabah, katika wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Fasaala, akamuuliza mwalimu wake, lima sa'altahu an hayati ummi, imekuwaje habari ile na wewe kumuuliza kuhusiana na uhai wa mama yake? Faqala ibn Abbas, akasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, inni la a'lamu shay'a, mimi sifahamu katika maisha haya ya dunia
aqraba ila Allah, jambo ambalo linamuweka mja karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min birril walida, kuliko kumfanyia wema mama yake. Sifahamu katika jambo hili katika maisha haya dunia. Ikhwani, man abqa Allahu lahu walidayhi, basi yoyote miongoni mwetu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala angali bado amembakishia mzazi au wazazi wake, aitumie fursa hii katika namna nzuri kabla haijaondoka. An-ni'matu la tu'rafu hatta ba'da az-zawal, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله يا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله تبارك وتعالى واتبعوا سنة نبيكم، واعلموا أن الفوز للمتقين. kwa mara nyingine baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada ya sala na salam zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah tabaraka wa ta'ala na tujitahidi kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mbele yake Allah wamefaulu wale wote watakaoshikamana na njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa yule ambaye anauliza kila leo tuhusiwa katika mimbar za Ijumaa, tumche Allah, ndio vipi huko nami nakutafuta? Maneno mafupi ni yale ya Amr ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu arda, aliposema at-taqwa khashyatullah, utamungu ni jambo la kuwa na hofu na yule aliyekuumba. Hili kakuamrisha ukalielekea kwa kadiri utakavyowezeshwa, hili amelikataza ukajiweka mbali kwa namna yoyote ile utakayoweza kujiweka mbali, ukae nayo mbali. Huo ndio uchamungu. Ikhwani, makanatu birril walidain, nafasi ya wema kwa wazazi wawili, ndio anwani ya khutba yetu ya leo. Kabla hatujamaliza khutba yetu, turudishane nyuma kidogo. Tadhkuruna hadithan, sote tutakumbuka ile habari ya wale mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuhadithia, thalatha nafar, wale watu watatu waliosafiri jangwani na wakaingia katika pango katika jabali fulani kwa ajili ya kujikinga na lile mvua ambalo lilikuwa likiteremka juu ya kupata salama ya kwao na mizigo yao. Wakaingia katika pango lile, likaja jiwe kubwa likaziba mlango ule. Sitaki kuhadithia kisa hiki kwa ufupi sana. Wale wakakubaliana wema wale watatu, jamani hatutoki. Kila wakijaribu kulitoa kwa nguvu zao zote hawawezi. Mmoja akasema, jamani hapa namna ya kutoka, kila mmoja akumbuke wema aliyowahi kufanya, kisha ukawema ule ulikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ajikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema ule. Sitaki kuzungumza wa mwanzo ambaye alisema kisha sehemu ya jiwe lile likashuka. Sizungumzi wa pili naye aliyesema la kwake akalielekeza kwa Allah, jiwe likashuka tena. Nazungumza watatu ambaye nyote mwafahamu, sote twafahamu nini ambacho kilitokea. Mtu wa tatu ni yule ambaye alikuwa na wazazi wake wawili na alijiwekea kanuni ya maisha katika maisha yake ya kwamba hali chakula, akalaza ubavu wake nyumbani kwake na familia yake, isipokuwa wazazi wake wamekula na wamepata kushiba katika kile chakula cha siku yao. Siku hiyo anarudi na birika lake na chombo chake cha chakula, anafika mlangoni kwa wazazi wake, fawajadahuma nama, anawakuta wamelala wote. Kuwabishia mlango wa mke aona atawasumbua, nafanyaje? Anasimama kijana yule mlangoni mpaka wa mke wazazi. Imam al-Bukhari katika sahihi yake akieleza, na watoto wake wakivuta nguo zake kwa njaa
inayowaumiza katika matumbo yao. Wanavuta, baba huyu kavuta chakula, mbia la yunkiru an yughayyiru al'adata allati bainahu wa bain rabbih fi taqdimi abaway. Hataki, anaona ni kero, nawezaje kuvunja ile kawaida yangu niliyojiwekea mimi na Mola wangu katika kuwatanguliza wazazi wangu. Akasubiri, wakaamka, ndipo alipowapa chakula chao, wakarudi kula na familia yake. Asema, Allahumma, ewe Allah, ikiwa hili lilifanya ibtighaa mardhatik, kwa ajili ya kupata radhi zako ya Rabbi, tuondoshe katika zahma hizi. Fansada aljabal, mlima pale pale, hakuna tena, pale pale ukatetemeka, jiwe lile likakaa pembeni. Fakharaju min, wakatoka kutoka ndani ya pango. Yarauna samaa maratan ukhra, wanaona tena mbingu na mwangaza wa jua kwa mara nyingine. Hadha makanatu birril walidain. Ikhwani, kwa yule ambaye amelala, nafasi ya wazazi wawili katika maisha yetu ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mafunzo ya dini yetu. Ikhwani, rawa al-Imam Muslim fi sahihi, al-Imam Muslim anapokea katika sahihi yake hadithi Abdullah ibn Dinar, na Abdullah ibn Dinar pia ni katika matabi' na alikuwa ni a'lamu tabi'in, katika wajuzi wasomi waliokuja waliodiriki kuwaona masahaba, hakupata kudiriki kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Abdullah ibn Dinar, kuntu ma Abdullah ibn Umar, mara moja nilikuwa na sahaba wa Mtume Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, mtoto wa Saidina Umar. Abdullah yuko na njiani ila tariqi Makkah, asema napita katika njia za Makkah. Asema falaqiya arabiyan, akakutana Saidina Umar, tukakutana naye njiani pale, mtu ambaye ni bedwi mmoja, mtu wa mashamba, ni mtu wa vijijini, ni mtu ambaye alikuwa hakai maeneo ya mjini. Asema tulipomuona, fanazala, akashuka Abdullah ibn Umar katika kipando chake, ala himari, katika punda wake, wa atahu imamata kanat ala ra'si, akavua kilemba kilichokuwepo juu ya kichwa chake, akamvalisha bedui yule. Qulna, tukasema, Abdullah ibn Dinar asema, tukamwambia, aslahaka Allah, Allah kutengezee mambo yako, Allah kuraham Abdullah, innahum al-a'rab, hakika hawa ni watu wa mashambani, yarduna bil yasir, wanaridhika kwa vitu vichache, wakipewa kitu kidogo. Watu wa vijijini hawana, ni vitu vidogo tu, hawahitaji wewe ushuke chako uvue umveshe yeye. Asema vipi? Asema Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, inna aba hadha, tulia, hakika baba wa huyu mnayemuona ni bedwi huyu, lakini baba yake huyu kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikuwa ni rafiki kipenzi wa baba yangu Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu ardah. Subhanallah, sio kuwa huyu alikuwa rafiki, bali alikuwa ni mtoto wa rafiki wa baba yake. Ni kuonyesha nini jambo hili? Imma ta'abuk, ikiwa baba yako amefariki, fa innahu la yafutuka albirru bih, basi haijakupita, isikupite, haijamalizika wema wako kwa mzazi wako. Bado endelea kumfanyia wema baba yako, bado endelea kumfanyia wema mama yako. Ikhwatal iman, mwisho kabisa tukimaliza khutba yetu hii ya leo, ma as'ada man mata anhu abawah, ni nani mwenye furaha zaidi miongoni mwetu kuliko yule ambaye wataondoka duniani wazazi wake, wa huma anhu radiyan, aliyakuwa wao wako radhi na yeye. Lamma mata ummu Iyas ibn Muawiya, alipofariki mama yake Iyas ibn Muawiya, ambaye alikuwa ni kadhi katika mji wa Basra nchini Iraki karne ya 2 hijriyan, msomi mkubwa, alipofariki mama yake, baka alaiha bukaan shadida, alionekana akilia kilio kikubwa sana. Alipoulizwa qal, akasema, kana li babani maftuhani ila aljanna, ilikuwa nayo mimi katika maisha yangu, ilikuwepo kwangu mimi katika maisha yangu milango miwili ya kunipeleka janna, ya kunipeleka peponi. Fa ughliqa ahaduhuma, sasa hivi tayari mlango mmoja umekwisha fungwa kwangu mimi. Ikhwatal iman, makanatu birril walidain, nafasi ya wema
kwa wazazi wawili. Ndio hii kwa ufupi ambayo tumeweza kuzungumza kwa dakika fupi, lakini yako mengi ya kuzungumza kuhusu nafasi na mansab na daraja na qima cha wazazi wema kwa wazazi wetu. Ikhwatal iman, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe wema kwa wazazi wetu. Baadhi yetu kila mmoja anayo maswali ya kujiuliza, hali hii ndio waliokuwa nayo wenzetu katika wema, sisi tupo katika hali gani? Wako wenzetu ambao leo tunashukuru tutakapowazika wazazi wetu kwa sababu ya kuepukana pengine na kero zao ambazo tunaziona kuwa ni kero. Wako baadhi yetu ambao tutapigiwa simu wazazi wetu wako hai na simu yake ukaitazama ukazima hivi ukaiweka pembeni. Wako baadhi yetu ambao tunawatukana wazazi wetu au tunapelekea kusababisha kuwatukanisha wazazi wetu wakatukanwa na watu wengine, sisi tukawa ni sababu. Tuko wengine ambao tumewaacha na kuwatelekeza na kuwatupa mkono wazazi ambao hawakukubali vichwa vituume, homa zitupate na wao walale usingizi. Hawa ndio ambao walipambana na leo tunawalipa katika malipo ya namna hii. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitunyime radhi na ladha ya kuweza kuwafanyia wema wazazi wawili. إخوة الإيمان أذكركم نكمشيني على التحية والسلام على رسول الله. كم صلي سانا متميت محمد صلى الله عليه وسلم. أسيما منيوي من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا. الله خص محمدا واختاره أعلى على كل الورى مقداره. أعطاه فضلا لا يرام وزاده. فاز المحب إذا اكتفى آثاره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولمن علمنا القرآن ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بر والدينا. اللهم ارزقنا بر والدينا. اللهم ارزقنا بر والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله, mtanisamehe kwa dakika moja, maneno haya huwa napenda kuyatafsiri kwa kuwa baadhi yetu hawayafahamu maana yake na ni maneno mazito. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna Allah ya'muru bil adl, tamweni ya kuwa Mola wetu anatuamrisha uadilifu, wal ihsan, na kufanya wema sana, na wema mkubwa ni kufanyia wazazi, wa itaidil qurba, na kuwatendea wema jamaa zetu wa karibu katika familia zetu, na hakuna mtu wa karibu katika familia kuliko wazazi. Wayanha, na anatukataza Mola wetu anil fahshai wal munkar wal baghi, juu ya mambo machafu na maovu na dhulma, tusidhulumiane. Yaidukum la'allakum tadhakkarun, anawaahidi maneno haya kila Ijumaa katika manambir mbalimbali ili mpate kukumbuka. Fadhkurullaha ta'ala yadhkurukum, mkumbukeni kwa wingi, mtajeni sana Mola wenu naye atakukumbukeni katika mambo yenu. Ushkuruhu ala ni'mihi yazidkum, mshukuruni katika neema anazokupeni, hata mkiona ni kichache atakuzidishieni kutokamana na kushukuru kwenu. Wala dhikrullahi akbar, na kumtaja Allah ni katika amali zilizokuwa kubwa na kubwa kuliko yote. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, tuwe na habari ya kuwa Allah anayo habari ya yale yote tunayoyafanya usiku na mchana. Sayyidina Umar ibn Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu alikuwa akimaliza khutba akisema hivi, qumu ila salatikum, haya simameni tusali sala yetu hii, yarhamkumullah.